kutaonekana matunda. Amen. Amen. There will be a transformation. Kutakuwa na mageuzi. There will be a change. Kutakuwa na mabadiliko. When we put the light on, we see light. Tukiwasha taa tunaona mwangaza. And when the Holy Spirit fire is ignited in us, everybody will see the action of the Holy Spirit. Moto wa Roho Mtakatifu ukichochewa ndani yetu, kila mtu ataona matendo ya Roho. Our church services will not be dormant. Ibada zetu za kanisa hazitakuwa zenye kusinzia sinzia. Hallelujah. Amen. People will be alive. Watu watakuwa na uhai. They will be excited. Watakuwa na msisimuko. They will worship God. Watamwabudu Mungu. They will love church. Watapenda kanisa. They will love fellowship. Watapenda They will love serving. Watapenda kutumika. Because they are alive. Maana wana uhai. Oh God, bring back those days. Mungu regesha siku zile. Whereby people could be in church until 9:30 in the night. Ambapo watu wangekaa kanisani mpaka saa 3:30 usiku. And they are not tired. Na hawasikii kuchoka. They want to continue. Wanataka kuendelea. Today, leo we claim we are busy. Leo tunajitia tuna shughuli nyingi. But I'm telling you, lakini nakwambia, there is something which has gone cold. Kuna kitu ambacho kimeingia baridi. There is no more fire. Moto umezima. There is no more fire. Hakuna tena moto. When people have the fire of the Holy Spirit, watu wakiwa na moto wa Roho, even our speech changes. Hata kunena kwetu kunabadilika. Even our prayer has impact. Hata kuomba kwetu kuna mguso. You get a brother who's on fire for Jesus. Ukipata ndugu aliye na moto kwa Yesu, and tell him to open the service. Na mwambie afungue ibada kwa maombi. He will pray prayers which have salt in it. Ataomba ombi ambalo lina chumvi ndani yake. Amen. Amen. He will pray prayers which have power to demolish strongholds. Ataomba maombi yenye nguvu ya kuangusha ngome. But today, lakini leo, we have people who have been in church for 20 years. Tuna watu wamekaa kanisani miaka 20. He can't pray before the people of God. Hawezi kusimama akaomba mbele za watu wa Mungu. You give him to pray. Mupe aombe. It is a shame. Ni aibu. He can't pray. Hawezi kuomba. Father God, Baba Mungu, today, leo, Shetani ushindwe. He has no guts. Yani huyu mtu hana ujasiri. He has no words. Maneno hana ya kunena before God. mbele za Mungu. Hebu niwapatie mfano.